Nataka kuchangia kwenye hoja iliyo mbele yetu ya Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara. Nataka nijikite sana kwenye swala la Liganga na Mchuchuma. Mheshimiwa Mwenyekiti, Liganga na Mchuchuma imekuwa hoja ya muda mrefu sana. Pengine watu hawajui Liganga ni nini. Unaposema Liganga ni mlima wa chuma, ni mlima wa iron ore. Sio chuma ya kuingia chini kuchimba, ni mlima wa chuma. Na unaposema Mchuchuma ni mlima mwingine wa makaa ya mawe, ambavyo hivi viwili, chuma, mlima wa chuma pamoja na mlima wa makaa ya mawe ya kuyeyushia hiyo chuma, yamewekwa kwenye eneo moja ili kazi iwe rahisi na Mwenyezi Mungu. Lakini nashangaza sana. Ni vizuri pia kugundua kwamba, Mheshimiwa Mwenyekiti, Liganga, ugunduzi wa Liganga umefanyika 1860, karne ya 18. Hiki chuma cha Liganga kikagunduliwa hapa Tanzania, na uvumbuzi wa hii Mchuchuma kwa maana ya makaa ya mawe ni 1898. Ina maana Mwalimu Nyerere akiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikuwa anajua, Mzee Mwinyi alikuwa anajua, Mzee Mkapa alikuwa anajua, Mzee Jakaya Kikwete alikuwa anajua, Mzee Magufuli alikuwa anajua, na mama yetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan pia anajua kwa sasa. Jambo la kujiuliza ni kwa nini, pamoja na hiki chuma kugunduliwa muda mrefu karne ya 18, kwa nini hatujachimba chuma, na hitaji la chuma ni kubwa hata Tanzania? Ni kwa nini hasa? Kwenye kuzungumza kwangu kwa dakika chache nitawagusa baadhi ya watu, sio kwa ubaya, kwa lengo la kusaidia nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, niko bungeni hapa kwa lengo la kusaidia nchi na si vinginevyo. Kwa hiyo katika kuzungumza nikimgusa mtu, nisifahamike nimemgusa kwa ubaya, nimemgusa kwa maslahi mapana ya nchi. Sasa nataka nitoe takwimu kidogo ya uingizaji wa chuma Tanzania. Kwa mfano, mwaka 2018 tumeingiza chuma ya thamani ya dola milioni 401.2 hapa Tanzania, tumenunua sisi. Lakini mwaka 2019 tumeingiza chuma ya thamani ya dola milioni 491.9 hapa Tanzania. Mwaka 2020 tumeingiza vyuma vya thamani ya dola ya milioni 423.4 hapa kwetu Tanzania. Lakini mwaka 2021 tumeingiza chuma ya dola ya thamani ya milioni 700.8. Lakini mwaka 2022 tumeingiza chuma ya thamani ya dola milioni 235.7 hapa kwetu. Kwa hiyo kwa miaka hii mitano tumelipa fedha ya kigeni kutoka Tanzania kwenda nje ya nchi kwa ajili ya chuma dola bilioni 2.2 kutokea hapa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mtu yeyote mwenye akili na anayejua kuzitumia, jambo hili haliwezi kuruhusu kufanyika kama chuma iko hapa Tanzania. Sasa uniruhusu niongee machache kidogo. Ni kwa nini sasa hili jambo halijafanyika? Hebu nikupe mawazo, Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwamba tumeanza na reli, ujenzi wa reli standards gauge, a good idea, very good idea, na sio kinyume nalo. Lakini kwenye ujenzi wa reli component kubwa inayotumika ni chuma. Ni chuma. Sasa ilikuwaje tukaanza kujenga reli kwa kuagiza chuma kutoka nje ya nchi, badala ya kutengeneza chuma chetu tukachimba ndio tukaanza na reli? Ilikuwaje? Ni kitu gani kinatokea mpaka priority ya kwanza inakuwa ya mwisho na ya mwisho inakuwa ya kwanza? Kinachosumbua, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kukosa maono ya taifa, mipango ya taifa na dira ya taifa. Simlaumu mtu yoyote. Nataka sasa unisikilize vizuri. Kwa mfano, kama kungekuwa na maono ya taifa juu ya viwanda, maana yake kungekuwepo maono ya muda mrefu yanayoelezea juu ya chuma kilichopo Tanzania. Kwa hiyo tusingekuwa tumeanza na reli, tungekuwa tulianza na fedha ya kuchimba chuma ili chuma chetu kije kitengeneze reli zetu, tungeokoa mabilioni ya shilingi tunayosema hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nchi yetu inahitaji maono au agenda ya taifa ya pamoja. Sikiliza Mheshimiwa Mwenyekiti,
Jambo hili linaonekana kana kwamba it's nonsense, it is chasing wind. Lakini sikiza nikwambie, nchi nyingi zilizoendelea zina maono ya nchi zao za muda mrefu. Hakuna nchi duniani iliyoendelea kwa muda wa miaka 5 au kwa muda wa miaka 10. Nchi huwa zinaendelea kwa kuweka maono ya miaka mingi. Kinachosumbua sana ni mipango ya muda mrefu. Tungekuwa na mpango wa muda mrefu wa hili Chuchuma, ni aibu mheshimiwa mwenyekiti. Nikupe mfano. Kuna Paris Agreement on the use of coal ambayo imeweka ukomo wa kutumia makaa ya mawe, na ukomo huo ni 2030. Hebu jaribu kuwaza, tangu makaa ya mawe ya kwetu yamevumbuliwa karne ya 18 mpaka yanataka kufikia ukomo, hatujayatumia bado. What can you call this? Hiki kitu unaweza kukihitaji kwamba Mungu amewekea mlima wa chuma, alafu amewekea moto wa kuyeyusha hiyo chuma pale pale, hamuwezi kuitumia mpaka unafika wakati umefika ukomo wa kutumia 2030, hatujaitumia. Jambo hili hatutakiwi kuliruhusu hata kwa dakika moja, hata kwa sekunde moja. Lakini nini kinatuleta mpaka hapa? Kukosa maono. Mimi ninaomba viongozi wetu waliopo, mawaziri, manaibu waziri walio serikalini, pamoja na mama yetu mwema, mama anayewapigania wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, zawadi peke yake tunayoweza kuipa nchi kwa sasa hivi ni maono ya nchi, ili nchi watu waweze kuiona nchi kwa mbali na waweze kupanga mipango yao sawa sawa na maono ya nchi. Lakini nitaka nikae kwenye hoja yangu. Ninachosema mimi sidhalau kilichofanyika na serikali. Kwa ufupi, tukiwa na mipango ya muda mrefu juu ya viwanda, wanafunzi wanaosoma shule wataiona nchi yao kwa mbali na watajua wasome nini, kwa sababu wanaweza kuyasoma maono ya taifa. Hicho ndicho ninachosema. I am not attacking anybody, I am trying to improve kwamba mahala tulipo ni pazuri, lakini tukiwa na mipango. Tungekuwa na mipango juu ya hili, tungekuwa tumeanza na kuchimba chuma chetu ili chuma chetu kitumike kwenye reli. Hii fedha $2.2 billion iliyoenda nje kununua chuma ingekuwa imebaki hapa nchini. Naomba na kushukuru sana mheshimiwa mwenyekiti.